Ibn al-Jawzi atoa kisa moja katika salafu, asema kuna sehemu kulikuwa na mti, watu wanaamini ule mti una baraka sana. Ukienda kuomba kwenye ule mti, basi mambo yako yafanya nini? Takubaliwa. Sasa watu wote waenda kuomba kwenye ule mti. Zamani hata kulikuwa na mapango, si ndio? Watu waenda kuomba hapo. Wengine kuna mlima fulani, watu waenda kuomba, wanaamini pale. Na ukimuuliza kwamba zamani kulikuwa na shekhe unaitwa na jina la shekhe. Inakumbuka kuna kisiwa kimoja, kuna mlima wanaita Sheikh Marjan. Tuambia wazee hapo zamani walikuwa pale, mtu akiwa ataka mtoto ataka nini. Na ushahidi ni kwamba kulikuwa na vitu vingi vya thamani, vile vyombo vya zamani vya thamani, wakati ule ndio ulikuwa utajiri. Watu walikwenda kuzipata hapo, kwa sababu mtu anapeleka kitu chake cha thamani anaomba. Sasa kulikuwa na mti wa aina hiyo. Kuna bwana mmoja mwenye imani mzuri akasema, yani watu wanafanya ushirikina kwenda kuomba mti, kwenye mti huu nitaukata mti, kwa sababu hii itajenga ushirikina, kwamba ule mti ndio unafanya ufanye nini, ukubaliwe. Lakini ile ni soko la shetani kupotezea watu. Alipokuwa yuenda njiani, shetani asema, huyu aje kuniharibia soko mwanamume, tapambana naye. Akakutana na shetani, Iblisi. Wenda wapi bosi? Akasema, siwaona hiki kitu hapa. Nda kazini. Kazi gani? Asema, ule mti unaopoteza watu. Watu wamekuwa wamesahau kwamba mwenye kuitikia dua ni nani? Allah. Na popote, fa aina ma kuntum fathamma wajhullah, popote unaomba, si lazima. Sasa imetengenezwa itikadi kuwa huu mti ndio unapokea dua za watu. Nenda kukata, manake huu mti umekuwa ni chombo cha ushirikina, ni wasila, ni minzi ya ushirikina. Akaambia, nini? Wewe unajua mti wa nani? Akaambia, sitaki kujua, mimi haja yangu nitoka. Akaambia, ukati. Wakapambana yule bwana na shetani, pigana mereka pale, shetani akashindwa. Fika mahali shetani aliwafa, jamaa amemlemea kweli kweli. Akamwambia, nakubali maana sawa, utokata. Sasa na mimi haya. Shetani akamwambia, sawa, nenda kakati, lakini mimi nitakwambia jambo moja. Jambo gani? Akamwambia, mimi naomba uache ule mti. Warudia? Akamwambia, asia vita sasa. Ni mazungumzo ya business imeanza sasa. Lugha ya biashara, business language. Wewe uache ule mti. Kila ukilala asubuhi utakuta kwenye pilo yako, mto wako, na kuwekea dinari 20 kila siku. Nini? Wewe jaribu kesho uone, hamna. Ndio kila asubuhi ukiamka, fungua pilo yako, dinari 20 ziko pale. Lakini niachie mti wangu bwana, promise. Amwambia, make a deal. Dili kapita. Bwana mkubwa akiamka kweli 20. Asema, ona vita ndaru. Najitolea. Angalia, hakwenda kukata. Siku ya pili, ya tatu, ikifika siku ya 4, akiinua hivi hakuna kitu. Beba shoka na msumeno. Sasa sema, nitaukata kuni, sio. Akifika meeting point ile na ibilisi wake, Iblisi amgojea pale. Mwambie, waenda wapi bosi? Akamwambia, tena umejitokeza. Sasa twende ushuhudie ninavyokata. Si umenidanganya wewe? Akamwambia, kukata ukati, na hela sikupi tena. Ngumu. Jamaa akafika mahali chini, kabanwa kweli kweli na Iblisi, mpaka yeye mwenyewe akaona ataniua. Basi sikati tena. Alipomwachia akamwambia,
Rudi. Ambia narudi, lakini nina swali. Mbona siku ile umekula nini mpaka ukanizidi nguvu leo? Kaambia hapana, siku ile ulikwenda kukata kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Allah. Lakini leo enda kukata kwa ajili ya hela. Una machungu ya hela. Sasa hela mwenyewe ni mimi, mambo ya dunia uniwezi kabisa. Pale nilishindwa, illa ibadakal mukhlasin. Ikhlasi, mambo mengi tunayoona yanatushinda, sababu kubwa ni ikhlas. Ikhlasi yako ikienda chini, huna kazi tena. Tulisema jana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema kiungo hatari ni moyo. Sasa hapa ukimtoa Allah hapa, utaona mambo yako yanakwenda